Mshirika, nia na makusudi kuja kwako leo kwa ajili ya lile swala letu la yule baba. Alikuja nyumbani kwangu na ameomba radhi, na ameomba nimpatie siku 2 kwa ajili ya kuyaweka sawa haya maswala, na mimi pia nimemkubalia. Lakini wakati nakuja hapa, kabla sijafika kwako, njiani nimekutana na kiumbe cha ajabu. Na kwa muonekano tu wa kile kiumbe, kinaonekana sio kiumbe cha kawaida. Kwa mawazo yangu na fikira zangu, kwa muonekano tu, kile kiumbe kimekuja kutusambaratisha. Na kusambaratisha ufalme wetu wote. Na tusipojiangalia, heshima yetu, uwezo wetu utakwenda kuangamia. Cha kufanya tu, tuwe makini, tena tuwe makini sana na hiki kiumbe kilichoingia katika mji huu. Na hiki kinaonekana kiumbe sio cha mji huu. Kimetoka wapi? Mbona sisi hatuna taarifa kabisa katika mji huu? Sasa hapa hakuna budi kufanya kazi usiku na mchana, hakuna kulala. Mshirika, hilo ni tatizo, na kama tatizo limeingia, inabidi tupambane nalo. Hakuna kingine. Tufanye tuwezavyo, hiki kiumbe tukisambaratishe tena kwa haraka sana. Basi sawa, nimeshaisha. Sawa, na kutegemea. Nimekuja kukupa taarifa. Imebainika kama hauko kule kwenye ufalme wetu wa ujini. Na hata hivyo, viongozi wameitana kwa kuja kulijadili hili swala ambalo ulifanya wewe. Sawa, na mpaka sasa ni uamuzi gani ambao umechukua dhidi yangu? Wanamsubiria mkuu harudi safarini, waanze kuweka kikao jadili kuhusu. Je, unaona kiko sawa ulichokifanya kuja huku duniani? Ndiyo, hiki ninachokifanya ninaona kipo sawa kabisa, na nitapambana na majini wabaya wote ambao wanawatumia vibaya binadamu na wamekuja kwa ajili ya lengo baya. Hivyo sintothubutu kuacha ubaya wote ule ukiendelea kutendeka. Mimi kama kiongozi wako na kama malkia wako, ninakuagiza endelea kufuatilia kila kinachoendelea katika himaya yangu, na usisite kuja kunipa taarifa. Haijalishi ni nini kitatokea, hata kama ni kufa, basi niko tayari kufa, lakini siwezi kuacha viumbe visivyokuwa na hatia viendelee kuteketea. Sijui umenielewa? Sawa Malkia, nimekuelewa juu ya hilo. Hivyo nenda kaendelea kufuatilia kila kitu nilichokuagiza na uweze kuniletea taarifa. Sawa, nimekuelewa Malkia, nitafanya juu ya hilo ambalo unaniagiza. Sawa, unaweza ukaenda.
Shoga yangu vipi? Safi, mzima. Mi mzima, za kwako? Mi kwa kweli shoga yangu si mzima. Sema kweli shoga yangu, jana katika harakati za kutaka kuja kwenu, ghafla tu nikaanza kujisikia vibaya, nikaumwa mwenzio, nikaa nahisi kama vitu vinanichoma choma kifuani kwangu, alafu pumzi ikawa inabana kwa kasi sana. Hii sielewi hata shida nini. Pole, asante. Jambo la kumshukuru Mungu ni maana mzima mpaka sasa. Kama kitu tunachema. Shawa. Mbona yake wapi? Yake wapi? Hata mimi kwa nikuja kusema. Hata ngekuja, nisingetoka. Maana mmangu anaumwa nini tena nani? Mimi sielewi. Kwa mwaka ni wa kwetu. Poleni. Asante. Ila tunaombe Mungu. Sasa hivi hapo mko naelekea. Mko naelekea dukani. Haya tuende mkupeleke kipindi tukaangalia. Sasa mama, alinifika bwana mshamba na kunieleza ya kuwa kwamba baada ya maumivu yote na mateso ya kumpa yule mtoto, kwa hiyo alimfika bwana Karash na kumpigia magoti kumuomba bwana mshamba ampatie siku 2. Kwa hiyo bwana mshamba akaona, akaingiliwa na huruma, akampa siku 2. Na katika hizo siku 2 kila kitu kitakaa sawa. Nashukuru kwa hilo, itakuwa vizuri sana kwa upande wetu, itaisha pole pole. Sasa ukiacha hilo, kuna taarifa mbaya sana imeingia kwenye mji wetu. Lipi hilo? Bwana mshamba kanielezea kwamba wakati anakuja kwangu mimi, njiani kakutana na kiumbe cha ajabu sana, ambacho kikiumbe kinavyosemekana kwamba akijatoka kwenye sayari hii, na inavyoonekana kwamba amekuja kupinga kwa masuala yetu, kwamba sisi haya masuala yetu tunayofanya yasitimie. Sasa mimi nataka haya mambo tuyaangalie, bila hivyo mji wetu utateketezwa na sisi wote tutateketea. Sasa sisi tunataka tumuwahi yeye kabla hajatuwahi sisi. Je, hilo swala unasemaje? Sawa sawa, barabara kabisa. Swala zuri kabisa. Kwa hiyo inabidi tufanye kazi usiku na mchana, tusilale. Sawa, hiyo imeisha. Haya.
Najua una changamoto nyingi sana unapitia. Una matatizo mengi sana yanakukumba kwenye maisha yako. Lakini usijali, niko hapa kukusaidia. Wewe ni nani? Na ni matatizo gani ambayo unayapitia? Usijali, utanifahamu tu muda. Mimi na lengo zuri sana na wewe. Na lengo langu mimi ni kukusaidia na nitahakikisha unakuwa salama kabisa. Lakini sijakuelewa. Kuwa na amani mdogo wangu. Usiogope. Umeshambuliwa leo Nurati, na hii yote ni kutaka kutimiza lile jambo lilokuwa kwenye uwanja wetu. Sasa basi, mimi kitu kimoja na kuomba, utanisaidiaje hili jambo? Kwa sababu yeye nimemuomba anipe siku 2 tu, na ili mradi nimkinge Nurati. Na pia unisaidie kwa sababu Nurati hata wewe anakuhusu. Utanisaidiaje hili jambo tuliweke sawa? Sawa, mimi nimekuelewa. Nurati tukimtafutia hapate kinga na sisi maisha yetu yatakuwa hatarini. Sio kama nimelikataa. Sawa, ni kweli, lakini mimi nilikuwa naomba utumie uwezo wako ambao wewe unaujua, kwa sababu akishamuingiza yule binti, unajua kabisa madhara yake ni makubwa atayapata mwanangu.